Welcome to Situma TV. Watu tunasema kama kawa, football interviews, football stories and football documentaries. Tunazidi kupiga story behind the scene. Kama kawaida watu wanapenda kuona vitu in front of the scene, lakini behind the scene huko ndio kuna kuanga na maneno, kuna training, kuna kila kitu nikisema hivyo. Na kama kawa tena leo niko hapa na hajafika ile hajafika level ya legend, siwezi muita legend. Aliretire akiwa 25 years, so siwezi sema ni legend. But amepiga ngoma hapa Kenya, amepiga ngoma pale Angola, akapiga ngoma pale Vietnam, akapiga ngoma pale Tanzania Azam, akapiga pale Sudan. So na pia timu ya taifa piga ngoma pale timu ya Ingo. Sema Ingo, siku hizi kuna bana ba Ingo, Kakamega Homeboys. By the way zote mbili, kuna bana ba Ingo na kuna timu ya Ingo FC Leopards. Piga pale Tusker, piga pale Sofa. Wengi wanamuita kwa jina la utani Zwang, Alan Watende, Wetende Wanga. Alan, semaji bro? Niko sawa bana. Naona uko sawa? Niko fit. Unajua nilisema lazima nikutafute. Wanaongea vitu wanasema ni rumors. Na saa zingine unajua siku hizi kuna mtu nilikuwa nasema nataka lawyer, akaniambia mimi siitwi lawyer. Mimi ni senior advocate. Akasema namrudisha chini sana. Mimi ndio nafaa kuuliza uko sawa? Umekula kuku ama umekula umene imefunga macho? Kama kawaida. By the way tuko wapi hapa? Amanda. Tuko Amanda. Resort. Hahameka. Kuna ugali inakuwa involved mahali, si ndio? Yes, lazima. So, umemaliza swali yako? Niendelee. Umekula kuku ama umekula umene imefunga macho? Wachana na umene imefunga macho. Uwezi kuja Ingo. Lazima ukule kuku. Zile umene umefunga macho, zile unajua ni Kisumu kuendelea huko lazima hizo zinapatikana huko, lakini Ingo lazima nimepiga kuku. Wewe umekula nini? Huko kuna fundi. Mafundi. Unajua ukisema wewe ni mpishi, na nilijua ndio nikajua kuna mpishi na kuna fundi. Yenyewe ukisikia fundi anatengeneza omena mpaka inafunga macho, muogope. Sasa sijui kama Kakamega kuna fundi mwenye anatengeneza kuku. Lakini wako, si ndio? Si hata wewe mwenyewe unawajua. Hata after hapa pia kuna kitu inatengenezwa vizuri. Lazima tuweze kunini. Alan. Yes. Unajua nimekuwa nikikawia sana kwa sababu story zangu na wewe zinaweza maliza. Tunaweza piga 2-3 days. Siku mbili mfululizo, but tutajaribu, si ndio? Tutajaribu. Kuna life yako mahali umeanzia. By the way, naona nguo umeandika Butere is heavy. Umehil. Unajua kuna time wakati kulikuwa na nationals, ulikuwa na stress. Kuna time nilikuwa umesimama kwa booth, kwa media booth. Nikasema huyu sasa timu yake kilose. Unajua unaweza kuwa suicidal. Unajua unaweza kuwa na ile stress ya furaha. Ya furaha? Hiyo siku ulipanda kwa booth, Butere ili lose. But unajua ndio mara ya kwanza Butere Boys walikuwa wanacheza like wamequalified. Like this year ni mara ya kwanza wamecheza regionals. Regionals. Then wakafika nationals, wakaenda East Africa. So ilikuwa labda wewe uliona zile emotions za furaha, ukaona nilikuwa na stress. Mali nilikuona umekaa. Wasiwasi yangu ilikuwa ni hii team isi lose, kwa sababu huko unajua unaweza kupata huko chini. Lakini sio pia uliona walikuwa heavy. Walikuwa heavy. By the way walisumbua wakiwa na Paul Okatwa. Na next year ndio sawa ni wabaya. Mnapiga msimu. Next year ni wabaya. Kuna timu zinatoka huko Pungoma. Mliimwa hii mwaka unajua mambo ilikuwa tofauti, but najua watafanya kitu. Uliona watoto lakini uliona Palma? Niliona. They had a very good team na very young team. Pressure zero. Ilikuwa game poa, by the way. Ilikuwa smart. Mimi ukuita papa. Nimecheza na wewe Tusker, nimecheza na wewe Sofa Paka, Kakamega Homeboys. Wapi kwingine? FC Leopards. Na pia tumepiga timu ya taifa.
Unajua siku hizi kuna majensi, by the way nakumbuka last time watu walikuwa na riot hapa, watoto wadogo. Kuna siku bwana nimeenda mahali mtu yake akaambia huyu alikuwa anacheza bola, akasema huyu mimi sijaimuona mahali. Unajua, so mimi niko sure kuna watoto hawaja kuona, by the way, when you are growing as a kid, kama mtoto mdogo, uliai realize utakuja kucheza bola? Nilikuwa na hiyo dream, but unajua pia uanga inategemea na background yako. So from my background mali tulitoka, like you kuwa raised up, nilikuwa na dream nitacheza at the highest level. But sikuwa sure kama nitafika hapo juu. Wewe unajua football inakam na vitu nyingi, unaweza kuwa uko talented and haupati hiyo opportunity, haupati hiyo breakthrough. Unaweza kuwa uko talented but uko na labda godfather mwenye atasababisha tu unajipata unachezea timu kubwa, but talent, kuna watu wenye labda wako na talent kuliko. So growing up, nilizaliwa Kisumu, I grew up in Kisumu. Nikachezea FIFA Kingdom. So many players walitoka hiyo academy wenye I think wamecheza at the highest level when it comes to Kenya Premier League. Na yeah, time yenye breakthrough yangu ilikam pia nikai grab na both hands na vitu zika happen. Yeah, and naweza sema Kenya tu umesema so many people, so many talents zoishia na huko chini juu. Labda hiyo breakthrough haiko. Yeah, so many special talents kwa na hiyo breakthrough. So it depends vile wewe unaichukua, kwa opportunity hiyo itakam. God wanga lazima akupatie opportunity kwa life yako. So ina depend na hiyo time yenye God amepatia hiyo opportunity, are you ready? Like how umekuwa ukiwa prepared for hiyo opportunity, like utai grab na mikono zako zote. Life in Lolwe. Unajua umetaja tu FIFA Connect. Mimi najua mambo yako, najua ulitokea Lolwe. Mbona unataka tutaje Lolwe? Si nimekuanzia huko chini. Mbona hii kuna umekwama hapa sana kwa FIFA Connect? Nataka turuke stairs moja. Tuko first floor. Tumefika first floor. Umeanza FIFA Connect. Na by the way, najua hii kitu unajua sijui. Hiyo time ulikuwa FIFA Connect. Unakumbuka timu ulikuwa unataka kwenda next? Nikiwa FIFA. Nikiwa Kisumu. Kuna timu ilikutishia, wachezaji walikutishia, wanataka kuua. Juu unataka kujoin hiyo timu, unajua hawatacheza, hawatapata nafasi ya kucheza. Unakumbuka hiyo timu? Unataka kuleta siasa sasa. Sio kama vile kuuliza. Unakumbuka hiyo timu? Agrochemical. Yes, hiyo sana nikiwa Lolwe. Ulitishiwa. Hapo sasa nishapanda, sasa nishafika niko Lolwe, tunacheza nationwide. Actually hata initially ndio nikwambia sana like ni step nyingine. Nikiwa Lolwe tulicheza na Mathare Youth, hao pia walikuwa wanacheza nationwide. Then tulichezea hapo Moi Stadium Kisumu. Tukawapiga 3-2, I think nilipiga hat-trick. Then Mathare Youth walikuwa wananitaka. But now after game yetu kulikuwa na game ya Agrochemicals hapo. Yes. So ilikuwa double header. The late Omina akaniona. So endi ali after game yetu sasa kabla hao wacheza akaniita. Niambia unatoka wapi? Sasa akaniuliza majina za parents wangu, nikamwambia babangu. Kumbe alicheza na babangu Telco. Yeah, alikuwa captain wa Mr. Wetende. Mr. Alikuwa lazima uweke Mr. Sana jitanga Ferguson. Coaches. Mtu alimchukua kwa hiyo timu. Alimdanganya support Manchester United. Alienda timu. Yeah, so huko Agrochemicals ndio kuna jamaa alinitishia. Yeah, but yote ni life ya football. Sema story. Mbona unasema story nusu? Alikuwa defender. But I think sasa ni marehemu. Alikuwa anaitwa Bidi. Okay. So issue ilikuwa ni nini haswa? At that time sasa nimetoka Lolwe, kulikuwa na hizo struggles za Lolwe. Then Agrochemicals kulikuwa na few players wenye walikuwa kwa national teams, kina Alois Mangi. Actually Alois Mangi alinisaidia hiyo kujaribu kusettle. Then kulikuwa na striker
then striker alikuwa rafiki ya defender. So unajua vile umeletwa team, unawekwa second team, unacheza na first team, then unajipata unapiga mabao, so huyu defender na kudefend. Basa rafiki yake ako first team na ni opponent. Kwambia nitakuvunja, nitakuja kuua. Atakuja kuua. Ni life, vitu zinafanyika. Na kabla tuendelee, najua alitoka Lolwe, alikuja na alikuja na slippers Tusker. Nakumbuka hizo picha hata mimi niko nazo. Bro, zilikuwa open. Slippers na jeans. Suulize ya inaitwaje, ni Safco. Jeans ya Safco. Jeans by the agents, hiyo jeans ulikuwa by the way, hiyo time zilikuwa fashion. Hata nikoshua mali ulikuwa wapi, ulikuwa unazipiga. Ala, bila ilikuwa imechafuka hivyo. Hata wewe mali ulikuwa unazipiga. Ala, hiyo jeans. Uliza Ghost. Opens na jeans. Na t-shirt. T-shirt. Nakumbuka. Ilikuwa look by the way. By that time. Ilikuwa sawa. So okay, yeye ilikuwa ni look ya huku chini ama ilikuwa. Unajua hiyo look sasa ndio inarudi, hizo jeans kubwa. Na mbona ulikataa after umeingia Tusker? Pesa ilikuwa ni mingi. By the way, vile uliingia Tusker, cause Tusker niko very sure, what I know ulikuwa na 2 stints at Tusker. Your time kutoka Lolwe, si ndio? Ukakuja Tusker under Ghost mle. Nakumbuka your first appearance, I think ulifunga 13 goals in 9 games. Tusker. That time 23 goals in 21 games. Hiyo season. Kijana kutoka Ushago, ulikuwa umeona opportunity ukasema hiki tu lazima ukufe naye. Sikuwa natambua, mimi bora nimepata na najua mali nini. By the way, unajua ni rare sana na nitataka uongelee Ghost kidogo kwa sababu ukiangalia ni rare kupata coach mwenye unapata amechukua mchezaji. Nitasema tu village. Unajua kuna watu hawajui Lolwe kama iko Kisumu. Hata kuna watu hawajui kuna Lolwe. Kulikuwa na Lolwe. So unapata ni few coaches wenye wataona talent na kwanza caliber ya team ya Tusker. Then unapata players walikuwa hapo by the Tusker by then ilikuwa na almost kila mtu alikuwa national team. Wametoka naweza sema team iko chini village, unatafuta live na vile umesema by the ndio uliingia naye Nairobi. Hizo picha unazionanga kweli? Hata juzi bana Facebook imenikumbusha ingine. TBT. Unarishia unaona na by the Ghost unaweza muongeleaje na potential kupea. Kuna siku dota wangu aliniuliza, dad, and who is this? Nikamwambia, this is your dad. Yeah, but I think kuna watu wawili wenye walitouch career yangu in terms of development. Kuna George Sunguti ndiye alinitoa home. And at that time, hiyo time yenye kulikuwa league ilikuwa split, like ilikuwa mbili. So I think FC walikuwa the other side, Tusker walikuwa the other side na kina Gor. Yeah, so George Sunguti akinitoa home, ilikuwa niende trials FC Leopards. So nikifika Nairobi kawa FC Leopards wameenda Uganda kucheza friendly matches. So Sunguti akafeel ndio FC wakirudi niko fit aongee na Tusker cause hakuna mali FC na Tusker wanapigana, wako parallel. So akaongea na Tusker, nikaenda kutrain na Tusker. So the first time Ghost aliniona, so me intentionally, because ujue hiyo time Tusker, Ghost ni coach wa Tusker na ni coach wa national team. Then kuna like 7 players wenye wako national team. Kuna Arnold Origi, kina very good squad. Nakumbuka vizuri sana. Kina marehemu Fundi, kina Jeff Oyando. Kulikuwa na players karibu 7 wenye wako national team. So at that time brother wangu alikuwa anaishi Saika. Alikuwa na familia yake huko. Mimi uje sijui Nairobi. So brother wangu ameenda job, wife yake amenipeleka Ruaraka. So kufika nikamwambia wacha tu watch training, ilikuwa tumefika late. To watch training nione niko zani wasi wenye mimi huona tu kwa TV. Unajua. So makosa ama bahati nzuri ilifanyika, tukasimama karibu na gari ya Ghost. Hapo si unajua kale ka gate kenye kako karibu na hii building yake kenye kanaingia kwa kiwanja. Hapa so Tusker walikuwa wamecheza the previous day na Thika United wakadraw. So walikuwa wanapiga regeneration the first team, first 11. Ndio wao na training. So Ghost unajua yeye alikuwa anapiga hiyo regeneration na team. Sasa akakuja akapiga la pia kwanza anashindwa
Nani wamesimama karibu na alafu saa wife ya brother yangu alikuwa na mtoto mdogo. Na hiyo time Tusker walikuwa na cases nyingi za madem pia wako na watoto wa wachezaji ama wako na mavita za kwa nyumba. So just akakuja na hiyo accent yake. Can I help you? So ndio tukamwambia tumetumwa na Sunguti tuje like kwa nini alikuuliza hiyo? Vile ulikuwa umevaa, yani aliona yenyewe huyu. Unaweza yani either uko lost. Bro aliniambia bana aliitisha mse wa ni wa picha, alafu ujue hizo siku jamaa wa picha alikuwa anakuja na bike. Zile za nini? Aliitisha baadaye hiyo time kuitisha. Zile za film bado. Said hiyo picha yangu I think ilikuwa imestikiwa kwa dressing room ya Tusker. But hiyo si hiyo time sasa. Hiyo time ujue yeye alifocus on demu mwenye kuna mtoto anaweza kuwa ni wao wachezaji wangu wenye wanapiga regeneration. Mimi hata sidhani hata kwa akili yake alikuwa anaona mimi ni mchezaji. Baada after nimemwambia nimetumwa na Sunguti ndio saka kwa kini. Akaniuliza how old are you? Nikamwambia 18. Unajua time by the way tunajua haizi nini? Haizi kushuku pia unajua. Hiyo ile umevaa huwezi kuwa na girlfriend. Niko very sure. Bro mimi najikubali vile nilikuwa. Sawa endelea. Ushasikia siku anajua Nairobi. Hawezi kuwa ujui Nairobi na umevaa vizuri. Haki ya Mungu. Mimi ala ni mimi kitumeulia. But sawa, sema tu mimi hiyo trouser. But uko nayo bado. Na unajua hata vitu kama hizo ndio ufai utupe. Wacha nikwambia hata wewe ndio one of the reasons why siwezi repost hiyo nini. Tena. Kwa nini? Utaiongelea sana. Wazee ukumbuka. Mimi weka nini? Mimi siwekanga nini? Tunakumbuka na kuanga na picha yangu by the mimi nitaweka next Thursday unikumbushe TV. Hawezi pata hiyo yangu. Mimi kuna nyingine nitaweka. Ile niko na kofia. Nimeshika zishikanishe mbili basi uziweke pamoja. Na kunywa soda ya Stony na spoon. Zishikanishe mbili uweke zote. Nitakutumia. Utanitumia? Wewe unitumie mimi niweke. Sikuamini. I don't trust you. Unaweza weka yangu pekee. Unless hizo picha tutumie mtu. Tutumie tu mtu. Tutatumia Agusha post basi. Tupatie mtu na post mara moja kwa sababu I don't trust you. By the way you had a very restless career at Tusker ukatoka. Next movie ilikuwa after hapo ilikuwa ni Petro. Unajua mimi kuna Petro ndio ulinunua gari yako ya kwanza? Unajua nilikuomba kuna time nimeomba sijai acha ni confess. Unakumbuka gari yako ya kwanza ulinunua kwa nani? Kwa huyu jamaa tulikuwa na Yesu Papaka. Ile gari yako ya kwanza. Ile kala bazi nasumbua. Ile gari ni green. Ilikuwa dark green. Ile ilikuwa na number plate za UN. Ile ndogo. Si hao ni walikuwa wanatoka Zambia Zimbabwe. Kina Tafazo. Si ndio gari ya kwanza. Gari lino Jerry ni ilikuwa bana mimi ndo niliuzia Jerry. Kweli. Sasa hiyo gari yangu ya kwanza mimi ndo niliuzia Jerry. Sasa kuna time tukiwa camp. Niliombanga hiyo gari. Unakumbuka? Uliniomba? Kanipea? Bado ni yangu. Nilikupatia? Ulinipa. Ulinipea imagine. Sasa sababu baraka sikuwa na kitu. Nakumbuka nikaenda baada hata nilikuwa naishi Udhiru. Sasa nimeenda bana nikirudi unajua kutoka Udhiru kuja town unajua nikamteremko. So mtu alikuwa anashasema ati ukitaka kucheza na mafuta unaweka neutral. Mimi unajua nilikuwa nimepeleka mpaka parking. Kidogo gari imezima, imeka kama ni emergency brakes. Sasa kitu mimi sikujua, nikarudisha drive. Mbona historia hujaniambia? Sina confess hai. Bro after miaka ngapi? Uzuri gari ilifika vizuri. Sasa unajua after hapo unajua niliendanga jioni nikaenda nika Google. Kama gari inaweza toka drive iende mpaka parking. Nini inaweza fanyika? Unajua anza ilikuwa ni gani? Engine check engine. Inakufa. Kwa sababu unajua umetoa hiyo meno unajua zilikuwa zinaenda mbele. Sasa wewe umezitoa mbele zimepita reverse mpaka parking umechapisha. Sasa kitu kaniambia kwanza sikuwa na mafuta ya fuel. Sasa ingechapa ungebidi umenunulia gari. Mimi sijui nini ningefanyika. Lakini nadhani ilikuwa hiyo mimi ningerudi ushago. Maybe nikuja niuze shamba. Because hata sikuwa na emergency. Nilikuwa na emergency. Sasa because nakumbuka kuna mtu uliomba gari na hakulipa. Alikuwa Ichesa ama alikuwa nani? Basi kama umekumbuka. Kuna memory. So akaniambia sijui nini, nikamwambia la nisaidie gari ukanipea. Unaona? Tukaniambia
piga round, lakini fuel ikipungua utajua utajipanga. So mimi nacheza na mafuta yako nirudishe kabla. Ndio so nataka kucheza na neutral. Niona kucheza na neutral kwanza nione vile mambo iko. Life by the way in Angola. Nadhani ulikuwa pia na good run in Angola na pia ili change career yako. Ilikuwa mimi usema I think God alipanga tu life yangu when it comes to my career juu nikiingia Tusker hiyo time after nimefika hiyo time saa Tusker wakipiga regenerations. Unajua mi mindset yangu iko like nangoja FC Leopards watoke Uganda ni join FC. Niende FC trials kwanza. Actually hata hiyo time FC hawakuwa wanalipa, so ilikuwa like una play for the badge. But say hiyo excitement because growing up nilikuwa nataka kucheza FC sana. Yeah, so it happened after kuambia Ghost Sunguti ndiye amenituma nikuje ni train nikingoja FC, so I think waliongea then Ghost akanipatia hiyo chance. Nikaona Tutu amekuja unajua Tutu roba kabisa. Yeah, amekuja amenionyesha dressing room. Nika change nikavaa nguo zilikuwa nimetoka nazo. Yeah, so sema tukatoa ile jeans. At that point so tuka train. Basi siku train na sasa hii squad yenye walikuwa kwa timu nilicheza the previous day. Ni train sana second team. So ilikuwa 18 aside, not 18 aside like from goalpost to 18, then tunacheza small sided game. Yeah, so kaida yangu mimi nikapiga tu mabao. Unajua unapiga mabao unajua tu mimi kazi yangu ni kufunga. Control ball ni kupiga net. Piga net. So sikujua sasa hiyo game I swear to God until leo hata mimi wanga like mimi sikuwa na imagine like naweza chezea Tusker. So tumemaliza training Tutu tena ameniambia jamaa kuja ubadilishe tu hapo malibadilishia. Simi nikabadilisha. Hata akujui jina. Anakuita jamaa. Hata nijua tuka. Sasa hiyo nikitoka nikienda hadi najiambia thank God nimemalizana na hii stress. Wacha ningoje sasa Sunguti timu ikuja ni nikaona Tutu ametufuata mbio nyuma. Papa kwa hiyo lami ile stretch ya kwenda hadi hapo kwa mimi. Niambia kocha anasema kesho ukuje. Usikose. Tuesday 19th February 2007. Mimi kumbuka hiyo date. Nilikuwa na Tuesday I think. Sasa nimerudi Tuesday. Sasa Tuesday sasa kila mtu ana train sasa. Jana yake ilikuwa regeneration, on Sunday Tusker walikuwa mcheza na Thika, regeneration Monday. Tuesday sasa kila mtu ana so tena nimewekwa tu hapo kwa team. Sasa kina Mbani, kina Mdenyo, kina Arnold, kina Mlinge, kina Fundi, yani hawa si wenye wako national team. Yani national team news somo ya national team like unaona majina yao. Big players. Niko hapo. Tena bao. So Tuesday Tusker walikuwa na train asubuhi, then in the afternoon wanakuwa na friend. So in the afternoon wanacheza na Mathare. Na Mathare wako hiyo nyingine zone. Hiyo ligi nyingine sasa. Kulikuwa na two leagues yeah. Tunasema kulikuwa na teams za corporate. Nakumbuka kulikuwa na division, kuna zile zina corporate, kuna zingine ziji community teams nakumbuka. By tena nimemaliza zoezi asubuhi. Sasa tena na like tunatembea turudi Saika. So tulikuwa tunatembea Dual Soaps. Tunapanda ni 10 bob. Alafu sina sijui 10 bob hadi Saika. Kaniambia ati wamesema urudi saa 8 kuna friendly. So hiyo saa 8 sasa ndio saa nilirudi sasa. I think hata hatukuenda ni huyu wife ya brother yangu alienda, mimi nikarudi. So kina Shikokoti walikuwa ni kina Jerry Santos walikuwa trials. Watu wengi walikuwa trials hapo. Nakumbuka Tusker iko na kina Ray. Tusker ilikuwa na squad nyingine. Odhiambo. Kina Viduka, kina Victor, like wase wenye umekuanga tu kuona Afcon na Abubakar Yusuf alikuwa gas kwa shimo kabisa. Nakumbuka.
So si nimerudi. Nakumbukanga lunch ya kwanza na nini alinibaianga chapo mandondo shikokoti. Kwa Hadi timu. wa leo bado si uko friends. Nipata Butra unajua Butra alikuanga striker. Amejaribu kunibuli hapo, wewe sasa leo wewe ndio utanunua lunch. Bro, sasa hata sina pesa. Yaani nimetoka ni Kuacha pesa, hauna nguo. Bro, nguo nazo umeongelea. Si kweli? Hiyo siku nilikuwa nimejaribu. Jamaa alikuwa anakutesa. Sasa si tumeenda ni tukarudi dressing room hapo, tukaenda tukacheza game. First half second team wakaekwa, think Mathare wakawapiga, then second half saa Gusta kaleta first team yake sasa. Mimi bado mimi saa ni hao others sasa. So I think dakika kwa others. Bado game ni 1-0. Tunapigwa hapo haraka tu. Dakika 85 ama between 85 na 97 minutes nikaingizwa. Saa naanza kupumzisha, niko weekend tena kulikuwa na game. League game I think na Sony Kasarani. So nikaingizwa place ya Midenyo. Niliingizwa place ya Viduka Jojo Dar es Salaam States. Yeah, so kuingia first touch yangu assist Midenyo equalizer. Second touch hizi like niliguza ball mara mbili. Na impact nikapiga bao. Friendly kaisha. Tena mimi na hiyo pole unajua sasa ushajikubali, unajua umetoka home. So unatoka haraka task hiyo time unajua after training kuna chai hapo kwa dressing room nini na nini. Sasa mimi nataka tu nivae. Nitoke, sitaki hata kuanza kuongelesha watu. Hutaki waone ukivaa, uvae uende. Waliona nikivaa. Okay. Sasa tena nikitoka tu tena ameniita. Coach is calling you, Ghost. Ghost akaniambia, I want you to play for Tusker. Anza kushika. Akaona huko. Nianza kutetemeka, wewe unasema nilishindwa hata kumjibu. Ndio akanituma nikaongea na TM. Nikapewa contract. Tusker. But you had a good season that time nakumbuka. Sofa. Ulikuja hatujalipwa 1 year ukapewa 2 million. Uliingiza aje President box by the way? President aliniingiza box. Aje. Because wewe huwezi kuja kwa team hata allowance ya 5k hatujapata, lakini unapewa 2 million. Yaani ilikuwaje? Unajua nilisema unajua kuna vitu lazima tu niulize na unajua naulize deliberately pia hata hii kitu kama hataiona. Ilikuwa ajue sasa hii tulikuwa bado tumekatch. Ilikuwa $10,000. Ilikuwa 1 million. Nilikuja kuwatch game yenu City Stadium. Ikawa President ako hapo. So nilikuwa nimerudi, ilikuwa tena nitoke. So President akaniambia tukutane Westlands. So kukutana na yeye Westlands vile tumekaa na hivi akaniwekea $10,000. We. Na huko unajua sisi tuko na njaa. Tunadaiwa rent. Sasa mimi sikuwa najua. Sikuwa najua. Ulikuja ukatusaidia hapo mbele sana ikakuwa attack by the way by that time Sofapaka. Nikisema the players we had. Attack ilikuwa wewe, Bob Mugalia, kulikuwa na John Baraza, kulikuwa na Kagogo. Muki at times anacheza offensive. Kuna huyu Nigeria striker anaitwaje? Nini moments gani zinaweza stand out hiyo time ukiwa inaweza stand out ukiwa Sofapaka ala? Sofapaka I think tulishinda GoTV pia. Then I think moments naweza sema kuna game tulicheza na FC Leopards. Then at that time I think coach wa Sofapaka pia alikuwa na pressure vile atapanga hiyo forward line yake. Because kila mtu alikuwa amewaka. Na sasa alikuwa anataka like kila mtu acheze. So kila mtu alikuwa na pressure ya kudeliver. So I think at that time Sofapaka ndio ilikuwa na the most complete squad. Ukiangalia from midfield, from attack, tulikuwa complete. Yeah. And in terms of I think watu walikuwa wamethink in a way that watu hawakuwa wanajali President tulipa for how many months. Like tulikuwa na team yenye games zenye hiyo time yenye nilikuwa na Sofapaka I think games zenye tulilose like tulicheza. Kama kuna game Western Stima walitupiga hapa. But tulikuwa tumewa hata karibu 19 times.
sijui unakumbuka. Nakumbuka. Hadi president mwenyewe akuja akasema ai naye ni sana shetani ama ni uchawi. Na akatupatia bonus ya win. Yeah. Because we did everything but mambo haikuingiana. Kuna time City Stadium unakumbuka? Kulikuwa na huo hatari sana. But at the end of the day nilishinda ama ulishinda? Ndio sikumbukangi vizuri. Tukiwa opponents. Nakumbuka that the time maybe hiyo ni time that tukaanza ku at least after hiyo war tukaanza kuwa friends. Si ati after hiyo game. Ndio tulikuwa friends because shida ilikuwa nini lakini unajua mimi sikuwa naelewa. Sikuwa najua battle ilikuwa hapa. Because mimi hiyo siku tukicheza by the way nilikuwa najua ananiambia Alan lakini sasa mimi pia nilikuwa najitambua kidogo. Sasa hiyo ndio ilikuwa shida. Sababu I think mi kwa career yangu wale defenders wenye wamenimark bila ile contact like au nilemea kabisa. Because like mimi nimekuwa striker wa kutafuta like napenda hiyo lazima unasikia kwa wapi hiyo siku like after I think to 5 ama 7 minutes ulikuwa ushanifika nikajua hapa sana ni battle. Ukajituka time tulipasuana. I remember kila mtu alitoka kama ana blood. Ukachukua yellow nikachukua yellow na tukaambia referee wacha kaende. Ukisikia kupatia mmoja wetu red card wacha ikue. Na by the way huyo referee siwezi kumbuka but huyo referee alimanage hiyo game vizuri sana cause ilifika mahali ball ikuja kati yangu na wewe hadi ilifika mahali defenders wa FC walikuwa na imana wanaogopa kucheza boli yenye ile mimi na wewe tutakuwa na mimi cause sasa hiyo niko na kadi mimi niko na kadi wewe pia uko na kadi nakumbuka wewe pia side yenye huko like watu wanaona unaweza kuchukua red card time yote cause after hizo yellow cards hazi count so hiyo referee alikuwa tu anafanya hivi play on katoka nikaoshwa tulikuwa sijui tumevaa jazi ya white wewe pia ukaoshwa ni unajua nakumbuka nimetaja scenario ya pesa. Because kuna pia Tusker ulikuja ukapata pesa. But ulitusaidia. Pesa gani bro? Hii ni 2016. 2016. Unajua hiyo stint yangu ya kwanza Tusker nilitoka nikilipwa 9000. Nikaenda Petro. Ukarudi kuna kitu. Gani hii ya juzi? Wewe ongelea story ya Tusker wewe. Haya. Mike Hamati. Okurue. Mike Hamati. Ukidefine Mike Hamati. Unajua nilikuwa namwambia by the juzi nilikuwa namtafuta. Kuna time nilikuwa namtafuta ni tupige story akaniambia ameenda kuona maadhe nikasema hapana. Haina shida nita take time nimpate. Tupige ile story yake ya nini ya nakumbuka ile akisweat, ile ya doping. ile alikaa kwa washroom. Mike yeye karau buje. Huyu jamaa unakumbuka ushaimuona amekasirika? Ule that smile. Unajua kuna mguu sijui nadhani hiyo siku. Nadhani hata hiyo siku unajua hiyo unajua sweat. Yaani dakatana anatoa maji waliona watu wa doping waliona huyu lazima anatumia vitu. Alikuwa akimaliza ni lazima akamue. But unaweza funniest moment zako na yeye zinaweza kuwa gani? Mimi niko na kadhaa na nitasema pick one. Na ukitaja naweza irudia maybe mimi nitasema mimi niko na kadhaa. Kuna time hata hiyo picha iko. Kuna time I think tulikuwa tunapiga ni endurance supporters sijui kama unakumbuka. Tulikuwa tuna sprint ile tulikuwa mimi Alwanga Waf. So unakumbuka vile alikuwa amejichocha alafu sasa ujue yeye ni polisi yeye. Sasa unajua like sasa yeye like alikuwa si ni polisi sasa yeye ako na hiyo gas. Sasa silikuwa like tuna sprint una recover sijui for 5 big alikuwa anatuambia 5 to 7 seconds 6 seconds. 5-6 seconds 1 2 una sasa tukipiga hivi by the time tunafika hapo si wote tunajua yeye ako na hiyo gas juu like yeye amepitia hizo ni soja basi vile anapumua
some point akatuambia bana, hii maisha si lazima, because tulikuwa tunafaa ku sprint sijui na 10 seconds from the other side to sana tuambia bana, si lazima to beat your time. Then I think hiyo ni doping hiyo yenye ile alishinda kwa washroom. Alienda akapotelea huko. Sijui nani alikuwa amemwambia doping bana ni life and death. Lakini paka utashtuka Alan wewe. Unajua ushaona unachukuliwa random. Kitu moja, acha kitu moja kama unatoka Bunyore. Kitu moja huwezi rule out. Hiyo ndio ilikuwa imemmaliza. Kitu moja huwezi rule out. Either uko umefanya ama hujafanya. At one particular unaweza kuwa umeiconsume bank. Sasa aliona hii sasa. Alafu nakumbuka Doka alikuwa anasema nini? Hapa anasema bang. Illegal. Baka Doka akasema Red Bull illegal. Na alikuwa anatumia zote. Mike hizo zote. Wakati tukienda game, hii nyingine sijui. Mimi najua Red Bull. Lakini nyingine ndio ilitoa ilimpiga pressure, sio? Because mimi nakumbuka time huyu ni jamaa mwenyewe na Mike anakunywa maji sana, si ndio sababu alikuwa na sweat hivyo. Sasa hiyo siku mkojo mpaka imekataa. Twende wanamemsimamia kojoa haitokea. Wewe unaona face yake after ameambiwa ni ataenda dopu. Alafu ushaona karau mwenye akikaa akihurumisha. Anahurumisha serious. Sasa unajua hiyo siku pia tulimchekelea good one. Juu wewe ulikuwa unaona akichekelea mtu. Unajua alikuwa anacheka hadi analia. Anaweza kuchekelea hadi saa machozi saanze kupanguza machozi. Akiamua kunini. Sasa hiyo siku akapatikana. By the way, ukiangalia as a player Mike, unaweza mrate kivipi ama unaweza mdescribe kivipi? Because ukiangalia mlikuwa mnacheza, unajua ni rare sana Alan kuona mtu your closest friend na mnacheza same position. Una deal huyo ulibadilika, una deal naye aje? Unajua mimi at least I was a defender, zile za tusipopatana mali tunapambana. Position haya tupambani because wewe unacheza different position, nacheza different position, but here in fact you are very close one position. Ukiangalia hata ilifika point yenye alafu juu sasa sisi wote ni point man. So inamaanisha like mimi nikicheza na like form yangu iko poa, yana hiyo ana hizo minutes. But ni msemo mwenye naweza sema alikuwa na a very clean heart. Na ndio sababu unakumbuka some point tukiwa Tusker nilipata injury, wakajaribu kuharakisha nirudi haraka. Basi akapata hiyo opportunity ya kucheza. Nakumbuka alipiganga nilicelebrate nikaa mimi ndio nimefunga hapo tu haraka. So ni msemo mwenye mimi sikuwahi muona amekasirika, hapo na ile ni ya kushikia mtu. Hata ndio sababu hadi wa leo mimi ushindo vile huyu jamaa alikuwa karao. Cause yeye ni msemo mwenye like hata cheka tu. Akiona alafu saa kuna ufala anaweza kucheka. Unajua kuna kitu mbaya ufanye kitu alafu mtu anakucheka hadi analia. Unakumbuka vile ama tutafikia hapo? Sema. Sibi najua. Tulichekelea Uburu ile akijigonga kwa kioo. Uburu kitu mwenye lakini players at times unajua ilikuwa kama injustice cause unajua alikuwa in pain ameumia. Sasa yeye alikuwa anajaribu kujustify ati ako tu sawa. Ako sawa. Lakini hakuwa sawa. Lakini hao Egyptian pia wanafaa wajue vile wanatengeza hizo lugha. Unajua ulisikia hiyo sound ilitoka hapo kwa hiyo mlango. Sitaki kurudi huko. Unajua but hebu acha nikuulize Jemu. Utajigonga aje hapa alafu na bleed kwa mdomo? No, unajua mwili ni systematic. Unajua inaweza kuwa unajua kioo once, unajua inategemea kuna mtu face ya mtu. Kuna mtu mwenye ako na maybe nose ni mrefu, kuna mtu ana nose fupi, mdomo ndio mrefu. Sasa kusema Uburu mdomo ni mrefu because aligonga kichwa, alikuwa na nundu hapa na pia alikuwa na bleed kutoka kwa mdomo. But so, okay. Hapo alikuwa useme alikuwa mparara uso. Hiyo wewe ndio unasema. Si mimi nasema. Wewe si ulikuwa? Wewe unakumbuka hiyo story? Mimi nakumbuka hiyo story. So Uburu mwenyewe aliongelea story. Si ndiye alikuwa na keep time. What happened? Alisema ni shetani. Kwa sababu leo bado mimi jaribu ku understand ile unaweza shuka ufika hadi uko chini alafu ujipate umesahau gloves na wewe ni goalkeeper. Alan, umeongea story ya Uburu. Kuna mchezaji
Unajua yeye unge stories zake. Anekea. Omwami. Kama Gombo hizi. Unajua hii wacha niseme pia leo. Kuna siku kunaenda game Nairobi. Kama Gombo hizi. Tukashuka Nakuru kama kawaida tukakula lunch. Nakumbuka alipiga sahani ngapi? Piga 2. Sasa kumbe amebeba chapati. Unakumbuka story? Akabeba chapati take away ilikuwa ngapi? Nama? Ilikuwa 4. Akasema hizi atakula na kitu fane. Hiyo distance ya Nakuru to Nairobi. Alipeana ati sijui kuna traffic huko mahali. Alianza kukula chapati kabla tufike Gilgil. Nakumbuka unajua watu walikuwa wamenunua ni snacks. Unajua vile after mmekula lunch hiyo ni so tunabai juice, biscuits, watu wanabai hizo snacks. So yeye alibeba chapati 4. But unajua what happened? Gari hata kusogara hizo chapati. Na baadaye ulikuwa kwa mix kwa sababu wakati aliulizwa alisema kulikuwa na chapati 2 za kana mimi sikuwa na hiyo story ya chapati bro. Nilikuwa na snack, nilikuwa na juice na biscuits hapo. Kwanza sio story ya chapati, mimi ndo nililipua. Because tulikuwa hata tujaenda, ashatoa chapati sasa kula. Chapati bado ni moto. Na tumemaliza tu kukula 1. Kuna siku kwanza hata umeruka. Kuna story umeruka. Bado tu yaanekea. Wewe niambie. Mimi na ingine. Na ile ya sufuria. Siku yenye Toto Shimanyula. Alikuja akatuambia ati kesho nalipa mshahara. Sasa neke yake enda kakopa. Endelea. Nimekumbuka. Akakopa sijui unga. Akakopa sijui kuku sijui wapi. Akuja akaweka music. Loud. Akapika ugali yake alafu akatoka kwa hiyo plot alikuwa anaishi. Akaanza kudansia hapo nje. So majirani wana complain. Naambia yako na pesa. Unajua mshahara haijaingia. Toto amepromise. Akakopa. Ana dance hapo rumbo. Alafu sasa unajua vile alikuanga na hiyo alafu katumbo kake. Kuna time tulitoka Tizi. Sasa mama alikuwa anaishi. Sasa anekea kumbe siku alikuwa amepiga hizi nduma. Piga nduma mingi alikula kama aliamka akakula asubuhi tukaenda Tizi zikabaki. So akikuja lunch akaona hizi kula hizo nduma. Akaenda akakula. Paka akakula ugali. Sasa tunakumbuka alikuwa analalanga chini. Sasa anekea kitu amefanya wakati alilala ndiye asijisumbue akachukua hiyo sufuria ya nduma akaisongesha karibu na mattress. Sasa mimi nimeenda bana ingia hivi. Unajua hiyo mlango tujafungi mlango. Funga mlango hivi bana jamaa amelala. Sasa unajua hataki kuamka. Anainua tu mkono. Anaweka kwa sufuria. Anachukua nduma za kubla kwa mattress. Ako tu hapo. Mimi nasoma kwa mlango naangalia huyu jamaa akameza ya kwanza. Karudisha na mkono. Kuna story au kubukiria unajua hiyo nyumba alikuwa anaishi hii room yake sasa kulikuwa na mlango yenye inaenda kwa neighbor. Ukumbuki sasa kuna time pia mshahara imechelewa sasa watu wana survive hapa tu mbuzi hapo tu mali alikuwa anaishi. So kuna hii mlango alafu sasa unaingia kwa neighbor. Sasa hiyo siku neighbor na wife yake walikuwa wanapika. Sijui walikuwa na karanga ndiza anakasi ya kuku hii njai na mchapa. Then huku kwingine anasikia nini karanga. Hapo kuna issue. Ati mkipika mpike polepole mnafaa kujua watu wengine wanalala. Alani. Story ya wiki wacha tuseme pia yako. Yangu ni gani? Ya chakula. Chakula. Kuna kitu moja ilikuwa inaniudhi, wacha niseme leo. Mbona ulikuwa upendi kuosha vyombo? Yaani kukula unataka wewe ndio upike, alafu si tuoshe vyombo wae. Bro, si hata siku hizi bado sio kuja hadi kwangu. Sio unapo kwa jikoni bado nimeweka hapo wash your plate. Lakini kupika kwa ilikuwa ngale baadaye huyu anafanya hii anafanya. Baadaye kitu ilikuwa inaniudhi. Bro, hakuna kitu ngumu kama kuosha vyombo. Hata wewe mwenyewe unajua. Najua. Lakini sasa ilikuwa kila mtu ajioshe. Lakini unakuja kwa alafu another thing. Kupika kama ni kupika sikume hapi ya jikoni, juu nasema kwa ni ukweli. Sikume hapi ya jikoni ni maybe siku tumenunua kakuku.
lakini siku maybe tunakula kasukuma tu, kuna tumayai uwezi apia, uwezi apia. Kila mtu akona chakula yake yenye anapenda kupika. Uko unapenda kupika kuku wewe? Hata sasa naweza kupikia kuku. Serious? Sio, unajua Jimmy. Haya. Kuna jamaa anaitwa, kuna watu wawili nataka uniambie wakati tulikuwa na Homeboyz by the way. Coach Mike Miruri, unaweza mdescribe aje to you in terms of job ama no, kama coach? Alikuwa na coach tu, alikuwa coach wako. I think by the time tunajoin Homeboyz alikuwa na perception mbaya. At that time I think labda mdosi alikuwa amempatia hiyo free hand ya kusign players mwenye anataka. Then it happened. Nakumbuka tukikuja Homeboyz because tulikuja na at the same time. Homeboyz walikuwa naweza sema a mid level table team juu walikuwa na compete for like hawakuwa na ile ni ya the league. So I think total alikuwa amempatia hiyo free hand ya like sign players when wata to make to succeed kulingana na nia yao at that time. But now when we came in like tulikuwa na objective. Then at some point I think your time tukikam sijui kama Mike kuna teams zilikuwa zimemapproach because of the previous season. So by the time yeye anakuja alipata like si tushaanza pre-season. So alikuwa na ile perception ya our players wameletwa na mdusi, so kukakuwa na nikaa kuna kale ka friction. So alikuwa anajaribu sijui kutupanish ama kutumake to feel kama like ndio bosi. Well, yeah, so at the end of the day ilifika point akaona na lose your battle because like the same CC wenye tulikuwa tume beef up squad ndio like tulikuwa tuna bring up Homeboyz pole tu. So ikafika point yenye sasa by the time si hata tushajua like mdosi tutasha indicate tu mse anaenda. So ikabaki si ndio tunamfightia tena. In terms of kumshindia magame because unakumbuka kuna time alikuwa mpatiwa 4 games. Na kwa hizo 4 games I think tuli draw moja na Sony. Tukashinda sure. 3. Sure. But your time I think total alikuwa sha make up mind yake that anaenda. And now that brings me to kitu yenye mimi ushinda ni advocate for. And mostly like coaches wanafaa kuwa wanakuwa tuna ile kama ni transition, labda kuna players wamekuja wenye wametoka, unakuwa na smooth transition like una accommodate kila mtu because at the end of the day uanga ujui ni nani atakutoa kwa noma. And for coaches ujui players ndio uanga like player akikuwa na 100% confidence in you atakufaitia hapo kwa kiwanja. Yeah, so sijai meet sijui sahi anaendeleaje but at some point we feel kama alikuwa na fight battle yenye akufaa kufight by that time. Yeah, nakumbuka tulikuwa na hizo stories zote by the way zikifanyika na ilikuwa somehow challenging kusonga mbele. But tulitoboa. Ilifanya pia unakumbuka total anatupea contract anatuachia si wenyewe tu sign. Na by the way tulikuwa wajinga ama nini? Because nakumbuka unajua tungeweka pesa mzuri sana kwa hizo contract. Because ilikuwa yani alitupatia empty contract tuweke pesa na tuweke pia duration yenye tutakaa Homeboyz. Nini by the way iligo kwa mind yako Alan that time? Because nakumbuka alikuja akatuambia chukua hizi, mimi ndakuja nizichukue. Nyinyi sign. Na kaenda. I think ni ile confidence pia alikuwa nayo na sisi. And that's why I've always mentioned wale chairman wa clubs wenye like mi wanga nimetambua like yeye na president wa Sofapaka, watu wenye single handedly like wamerun teams ziko hapo like every other season. Because whether hata si alitushtua, nakumbuka akituachia contracts akatuambia tupige hizo passport photos tukampatia kwa gari yake tulimpea akaenda akaishia. So hadi wa leo mimi usema ni hiyo confidence yenye alikuwa nayo. Because I think pia naye akisha like tambua mchezaji
hata wewe ndio utoke Homeboyz aliniambia so many times nijaribu kuconvince usiende unakumbuka ya so pia yeye kama na hiyo trust kama the owner of the club akona hiyo trust na wewe I think atafanya everything wewe pia like win your like your trust ni boss mimi natambua ni very honest atakwambia vile iko ajui kwenda kando national team kuna 44 appearance yes si ndio life na breakthrough ya national team nimekuwa na wewe a couple of time national team niko na mambo yako sana national team but your life at the national team the highest moments I would say the highest moment ilikuwa when we won the Sekafa championship in 2023 and I can say like I've always counted your time your duration yenye nimekuwa national team as highest moments because remember for the 17 years nimechezea national team mimi nilikuwa under shadow ya Dennis Oliech so mimi saa zingine mimi hujiambia kama ningepata tu hiyo chance ya sasa mimi ndio kuwa the main I think ningekuwa nili explore like in my career hizo status za kuwa anywhere in the world but I appreciate your time yenye nimekuwa national team I think my debut ilianza na hiyo bao ya Nigeria tukicheza against Nigeria ile si tulitolewa airport ile tuliambiwa tulifika tunasomewa hivi tukapanda double M tukawekwa huku tukarudi na fare ni yako nimka nimekumbuka ile guess wako ile tu ile ulipiga equalizer lakini tulirudi hiyo game 3 tu si ilikuwa equalizer then wakapiga bao ya tatu basi unajua hiyo game pia ilikuwa na mambo nyingi cause ilikuwa lazima Nigeria walikuwa wametie na Tunisia so na ilikuwa game ya mwisho kwa group so ilikuwa lazima Nigeria unakumbuka hadi si representatives wa Nigeria walikujanga hadi waka meet some of players wenye hatuwezi taja ilienda vile ilienda sure nakumbuka ilikuwa story na on the same by the way your highest moment ilikuwa Sekafa na pia unakumbuka kulikuwa na frustrations first game against Ethiopia ukapiga ulikuwa unapiga nje tu nilikuwa na defense nilikuwa hapo nacheza hapo nyuma unapiga tu nje mafans wakakupiga pressure ukafanya lakini wewe pia ni mzito ukafanya wakatuhamisha wakatupeleka Nakuru after tumecheza na unaweza sema by the frustration moment ilikuwa ni gani by the way 2013 because kulikuwa na couple mpaka ukasema wewe ulikuwa ukaambia coach unataka kwenda out uende udance mind yake itulie ukaambiwa uende after game ya Nakuru uende home ukakuja na bag ukarudishwa Adela Mroch siezi naweza single out to games because kumbuka hiyo Sekafa hiyo 2013 unakumbuka FC Leopards tulikuwa tumeshinda Go TV na kwa ni MVP I think nilikuwa the second then now Sekafa inakam na inakuja na hiyo pressure yote then at that time unajua national team pia vile ilikuwa so expectations za Kenya zilikuwa high tumewekwa kwa group same na Ethiopia wanagonga Ethiopia wamepiga Nigeria kwa World Cup qualifiers kweli na wanapiga tikitaka na game iko Nyayo so of course football you happen kapata chance I think in the first half siku convert wanaona sema kupiga nilipiga post moja naweza count chances ulipata nika lose balls kadhaa ni yenye ilikuwa mbaya ni ya South Sudan but tulishinda tulishinda but hiyo ndio I think nilikuwa na 3 chances zenye siku convert then nikafeel kama hizo like nime have a good season with FC Leopards tumeshinda Go TV nimekuwa amongst the top 3 nominees wa MVP
So sikutaka like hiyo ni yote like ikue overshadowed ama ikue drained na negative energy, because remember some fans, kuna fans mimi sema kuna fans mara tatu. Kuna fans wenye like hawata kujudge, watajiweka kwa situation yako, watajaribu ku understand. Kuna fans wenye wako na expectations, wenye wana feel Stuma can do better than hata wewe mali umejiwekea limit. Then kuna fans wenye wana expect to like you do your thing. So nikakuta ni I think after game ya South Sudan ndio nilienda nikaambia coach, tulihavu tu a very candid discussion. Nikamwambia coach, mimi naona hii mwaka imeleta issue mali imefika, acha nikatulie tena. Akaniambia ina shida. Nikaniyo papa, I totally understand. Piga hii. You just play this one game na when? Yeah, then you can go and be with your family. Akaugeuka. Akanigeuka. Anyway, akageuka kwa njia mbaya because at the end of the day alikuwa anajua Kenya alikuwa anafanya. Alikupea, lakini alikupea ruhusa ukaenda ka dance. Ulikuwa unapenda ku dance. Hiyo siku. Ndio ka dance papa. Lendo ka dance. Hata mimi kuna siku niliomba ruhusa. Si nasema najua alikupa ruhusa siku, pia mimi alinipa ruhusa. Na siku alinipa ruhusa. Bro, lakini wewe unajua mali camp ilikuwa. Wewe ulikuwa unaomba ruhusa unaenda home kila jioni. Si kila jioni. Hiyo umeongezea kila jioni. Kwani kila jioni nilikuwa siku nakaa kama. Hata hata ulinipatianga gari. Nikarudisha mkono. Nilirudisha. Nilikuwa nataka umeiongea kitu, nilikuwa nataka niseme lakini umeiongea mapema. Nilirudisha mkono by the way. Nikasema acha pia nikupe. Hiyo pia mimi niko sawa pia. Tunaendesha wote magari. Iko sawa. Papa, your life in Kakamega County, of course, uko kwa county in a different aspect. Last part tunaenda tutakuwa na quiz, quick fire questions. So mimi najua kitu tunafanya kwa county na nini, but tunajua at times mtu akisema ni describe whatever you do ama Alan. Of course tumecheza nawe ball, ndasema vitu mingi, but kuna time unapata mtu akiwa anafanya kitu mwenyewe anaweza sema vizuri anafanya nini. So your role kwa county, giving back to the community and of course coming up with football structure in Kakamega County. Unafanya nini kwa county? So at the county I'm the principal sports officer. And my main mandate is to identify, nurture and develop talents in the county. So we normally have 3 major events activities when it comes to sports. This is zingine like ni ice on the cake. So kuna Governors Cup. Governors Cup like from the ward level si uko na 960 teams. Yeah, so Governors Cup ones are at the ward level where like people register for free. We give uniforms, they compete. Kuna cash awards at the ward level. Ukisonga to sub-county level, again we issue uniforms, we compete, but at the same time like we are scouting players. Because after Governors Cup kuna Kisa Games kuja. Kisa Games ni inter-county games age limit ya 18 to 23. So through Governors Cup we try and scout raw talents zenye hazijakuwa exposed. That's why kwa rules na regulations zetu we try to limit players wenye wako eligible kucheza kwa Governors Cup. Kama ni player mwenye anacheza second division, first division, NSL, Premier League, like we don't give you that chance because we want to bring up the raw talents zenye ziko within Kakamega. Yeah, then we get to county level, wanga tunaita bonanza. Hapo ndio like kila kitu like kuna cash awards same. Then from there the players that we've scouted when Kisa Games zinakuja. Kisa Games ni between 18 na 23. Pia bado ni inter-county games.
Yeah, so hizi talents zenye we've scouted, like we make teams zenye zinaenda kurepresent the same kama Kakamega. So like in between hiyo time yenye tunaanza na that time tuna participate in Kisa games, kama kuna scouts outside, kuna teams, I think teams nyingi in the Premier League, Division 1, NSL, zimepata players wenye wameparticipate because it's a very big platform. Yeah, it's a very big platform na like now that's our mandate. Like we try to touch ule footballer mwenye huku chini kabisa mwenye hizi onekana kabisa. Yeah, we make sure ana participate na anakuwa scouted. Still tukifika at county level kuna hizi slots zenye like there's a team huko kwa level ilitolewa na labda walikuwa na striker alifunga bao nyingi. Ama hii team ndio ilifunga bao nyingi. Ama hii team iko ndio like team yenye ilikuwa na discipline nzuri kwa world level. Kuna slot yenye watapata huko juu. Because we try to be all round. Discipline, your hard work, like you deserve kupata your platform for your stage. Then kuna intercounty sani welfare ya staff okay. Yeah. So hiyo pia ni one of our mandates in November. We went to Meru. Yeah, exactly. Yeah, so tentatively that's my role in Kakamega County, and I think if you ask me, there are so many names I can touch here and there. Check diary yangu yenyewe. Okay. Like kuna hiyo progress na hiyo activity ama that. Yeah. Okay. Keep it up, a good job. Of course, I'm happy that you're involved in football, you played football, and you're leading at the county level. That means that the county is in the right hands. Now umepata the right person, so najua watu wengi wanafaidika because you have the experience and you have the knowledge vitu nafaa kufanya. Now, quiz. Kuna 10 seconds maximum kwa kila question. At times, sema tu yes, no. Kama ni explanation, 5 seconds. My first question, naweza uliza your first football memory. When I scored against Nigeria. Kasarani. Yes. Ile nilikuwa naambia watu by the way, yes ilikuwa lakini hiyo run uligess but uliona hiyo kichwa, acha na niliona kichwa nayo ilikuwa deliberate. Intention ilikuwa. Unajua alikuwa nyimba. Sasa hiyo time yeye alikuwa one of the best goalkeepers in the world. By the way, yeah, but they had a very good team. Alikuja akansalimia after defense ilikuwa kina Yakubu nilimtoa chini mbio. Lakini unajua bado ulikuwa unatafuta life, ulikuwa bado kijana green. Kuna saa nyingine ni uoga inafanywa na ikabidi. Nipatiwa tu ball. Hao si yako ndiye alinipatia. Mchukue mjomba. Tukatoka na yeye. Unajua alikuwa kwa Everton hiyo time. Yeah. Which club do you support as a child? Internationally ama locally? Locally. Locally I have soft spot for all the clubs that I've played for because niko na memories now. Okay. Yeah. So zote nini? International same najua. Hautaki see for the sake of the for the sake of the camera of the cameras. Arsenal. Team kubwa. That one person that had the biggest influence in your career. I would say Ghost Mlei. India alinipatia the first like I would call it the first genuine chance. But still I normally tag him with George Sunguti because George Sunguti alinitoa home, then Mlei akanipea chance, so the two of them. Talented player you ever played with? Nationally umecheza wengi unaweza generalize either international or local, ama wacha tupatie chance locally. Most talented? Yes. Bro, ni wengi. Taja moja, hawezi kwa wote same. Najua ni talented in terms of skills and everything. Like you ni talented. Tumio swali ngumu. Ni wengi najua. So taja moja. Hiyo ungenipatia nini? Hiyo lazima ni analyze. So hiyo ni pass. Sitaki tu kutaja kwa sake of kutaja. Toughest defender you ever faced. Na nikapa hata usiogope, kama niko naweza nitaja tu. Usiogope. Unajua damu zetu zili exchange. Ndio after hiyo game tulifaa kwenda kufanywa test. Ya kweli, si ndio? So ni mimi. Of course wewe na tulipaswana na wewe.
Bwana ndio tukue hapo unajua labda hata tungewahi kuwa marafiki. Bwana wewe unakumbuka hiyo game vizuri? Nakumbuka. Kwanza kwa TAF. Ilikuwa hiyo game. Ilikuwa very ugly. That nini. Unakumbuka referee alikuwa kwa hiyo game? Anaitwa nani? Bwana huyo referee alimanage hiyo game. Alisaidia. Best stadium you ever played. Najua umecheza kwa mingi internationally, locally, the best stadium you ever played in. Hull City. Tulikuwa na wewe. Mama ushaicheza nyingine kushinda hiyo. Swali yangu next ilikuwa which team, lakini ushasema. Your favorite music? Mimi najua usidanganye please. I know. All round, but Afrobeat kicks well when I'm in the mood. The loudest player you ever played with? Loud. Yaani hata akiingia tu kwa gate tu kama mwingia kambo, akifika tu kwa hoteli mnajua yuko heri. National team ama at club level? Nipe loudest. Iko national team, that's general. Nipe. National team? Kama nianze na club. Club ni nani? Uburu. By that time ilikuwa Tusker ama Sofa? From Sokopak. Nitampiga hadi ati utatema meno kama mate tu. Gonge pia. Alafu sasa hiyo ni kona. Anapiga gloves hivi. Nataka kugonga utatema meno kama mate, alafu anatema mate. Nakumbuka, hadi amekugonga. Gonge pia. If you are not a footballer, ungekuwa nani? I would be okay, my mom wanted me to be a teacher. I'm a soldier. A soldier. That one thing that fans will be surprised to learn about you. Vile uko tu hapa sai. Your life yako ya ball mpaka sai. That fans would be surprised to learn about you. Yenye wanaweza jua sai kukuhusu yenye walikuwa wajui. I'm very soon yet to be called a doctor. Unajua hesabu? Very soon doctor. Ambition. Daktari ufanye hesabu? Hiyo daktari gani unataka kujua? Daktari pia ziko mingi. Unataka daktari veterinary. Unajua na graduate for science, nifanye masters, then nifanye PhD. Fanya PhD utakuwa unaniita wangu unaniita papa. Utakuwa unaniita Dr. Papa. Papa daktari. Papa daktari, Your favorite meal during the game? During match day? During match day before a game. Breakfast ama? See, that's your meals. Breakfast very light. I would say I used to do spaghetti, ama rice na soup. Not even The strangest fan you ever encountered? Shabiki. By name? No, unaweza okay, kama unaweza mtaja pia, sawa. There's a guy called CNA. CNA. Onalo. Fali. Yeah. Fali nakumbuka ile. Hizo game zote. Na dance hapo. But hata results za game atajua mimi nikimwambia. Then do you know we became friends? Alinidanganya ati gari yake imepata puncture, nimpatie niishi Ronga, nimpatie lift. Kwa na gari. Hata mimi na moments na niko nazo mbili. Moja, nakumbuka siku moja tuko Bungoma saa 8 asubuhi. Ushaisikia Kisufu Busia? Analia twendeni home. Twendeni home. Saa 8 asubuhi twendeni home. And then kuna song moja anapenda kuimba sana. Mhudumu ongeza glass. Wanalianza kutuimbia hiyo song hata kabla hiyo song hata kabla tuijue. Hiyo mimi nakubaliana na yeye. Stuck
on an island. Sawa? Kila place Maji Island. Una phone, una anything. One person unaweza taka ukwe naye hapo. One. You need one. My daughter. Your daughter. Adana. Kuna time nimeuliza mtu bana, alinipa answer nyingine. But nilielewa, alinipiga 10-0 but nikasema sawa. Why last question? Ama ni question. In a horror movie. Na kuna only 2 roles, papa. Sawa. Roles 2. Kuna moja serial killer, na ingine ni witch doctor. Unaweza choose gani? Choose one. Lazima. Esi role 2 lazima uchukue moja. Serial killer na witch doctor. Si ungeweka 3 ndio uweke. 2. Serial killer. Unaona hiyo role umekataa kuchukua? Naona inaweza kusuti. Bwana mchawi. Unajua mtu unakatanga role yenyewe, unaona mtu anaona hii inaweza nifaa. So atani nimekata yenyewe inaweza nifaa. Unajua sababu ndio umeniuliza, nimetamani ungeziweka 3. Iko serial killer, witch doctor. Na sasa ule mtu mwenye serial killer anaua ama mwenye witch doctor na nini? Rose vivili. Wewe unatafutanga sympathy. Sasa hiyo yenyewe nimejaribu kuangalia witch doctor, sasa witch doctor anaweza fanya nini? Hiyo role kwanza unaichukua, ile concept tutapewa unaenda nayo. So na madhali ni kwesi. Unajua serial killer, unakumbuka ile movie tuliekewanga tukiwa na Adele? Ya horror. So umerelate na hiyo. Unajua ukikata mtu shingo sharp umemaliza role yako. Kila. But you can do that. You can kill. Doctor bwana, unajua lazima uconvince mtu bwana So guys, tumekuwa na Alan Wanga. Tunajua tunaweza piga story mpaka kesho. So nataka kusema tu kwamba keep it up, the good job unafanya sahi. Ni mtu tumecheza naye ball, tumecheza naye so many teams. We still friends na still anachangia very positive to the community. Na vile tulisema Situma TV Entertainment, kuna hizo Facebook, kuna YouTube, kuna mpaka TikTok. Endelea kutupa support, endelea kupiga like and follow, na kila siku tunasema tazidi kuwaletea stories behind the scene. Wenye mnasema unataka wakuje kwa show, tutawaleta. Shukran sana, until then.